linalomaanisha ni tukio maalum kwa ajili ya kutambulisha, mfano mfanyakazi mpya. Wanasema kwamba anapokuwepo mfanyakazi mpya, basi anapewa anatambulishwa majukumu yake na kukaribishwa ofisini. Kama ni wanafunzi wanakaribishwa, wanasema wanakuwa wanapewa orientation. Hapa pako hivi, pale pako vile, hapa pako hivi na kule. Kwa hiyo ndio zana ya uzinduzi. Ukiachana na maana zingine za tofauti za kama neno lenyewe induction, Kanisa la Waadventista wa Sabato nao likawa limeamua kutumia neno hili induction ama uzinduzi katika siku za vijana, ikiwa na maana ya kutambua na kuonesha jinsi vijana ama watoto wanavyoweza kukaribishwa katika chama. Kwa hiyo katika siku hii ya uzinduzi, kimsingi ni siku ya kuwakaribisha vijana katika chama, la kwanza. La pili ni kuwakaribisha vijana, hasa kuwakaribisha vijana. Kuna wale vijana ambao walikuwa hawako ndani ya chama, wanakaribishwa ndani ya chama, na wale waliopo ndani ya chama tunaendelea kuwatambua na kufanya mipango ya kutembea na siku zilizobaki za mwaka huo. Kwa hiyo ni siku ya kukaribisha wanachama wapya, ni siku ya kuwakaribisha na kuwatambua wanachama wanaohama madarasa, ni siku ya kukaribisha na kutambua kazi za walimu, na kuwapitisha katika mipango ya mwaka husika. Kwa hiyo ni siku muhimu sana, kwa sababu tumeona hapa 80% ni vijana. 80% ni vijana. Tunawaachia nini? Kwa hiyo katika siku kama ya leo, tunapotambua shughuli za zinazofanywa na walimu pamoja na vijana, inakuwa ni jambo jema sana. Idara ya huduma za vijana ni moja ya idara katika Kanisa la Waadventista wa Sabato. Katika kanisa tunavyo vyama mbalimbali kuanzia miaka 4 mpaka 9. Hawa ni wanatambulika kama wavumbuzi. Wavumbuzi, simama juu. Hao ni wavumbuzi, na kuna mvumbuzi yoyote huko mwenye miaka 4 mpaka 9 ambaye hajavaa sare? Kama yupo naye asimame. Kwa hiyo hawa ni wavumbuzi, na mwalimu anayehusika na malezi ya hawa anaitwa kiongozi mkuu ama master guide. Waliovalia sare ya blue ndio wanaofundisha hawa unaoona watoto nao wamevaa hizo. Okay. Miaka 10 mpaka 15. Kwa hiyo hawa wana mwalimu wao.
wana madarasa 6. Kwa hiyo nilitegemea wanatakiwa wawe na walimu 6, kwa sababu ni mtaala, wanajifunza kukua kiroho, kuishi kulijua kanisa, kuishi na jamii, maisha ya nje. Kwa hiyo ni mtaala uliosheheni miaka 10 mpaka 15. Hawa ni watafuta njia, watafuta njia wenye miaka hiyo 10 mpaka 15. Tusimame hata kama hujavaa sare. Hawa naye mwalimu ni master guide, kiongozi mkuu, master guide. Nao hawa wanatakiwa wawe na walimu wasiopungua 6. Vivyo hivyo nao wanao mtaala wao. Tuketi. Miaka 16 mpaka 22, tusimame. Miaka 16 mpaka 22, hawa wanakuwa kwenye chama cha mabalozi. Kumbe yuko mmoja. Kwa hiyo mabalozi nao wana mtaala wao, na mwalimu wao ni kiongozi mwandamizi SYL. Kuanzia 23 kuendelea, hapo tunazungumzia ni YA. Kwa hiyo mtaona huo ndio muundo wa idara ya huduma za vijana. Kwa hiyo mchana nitawakaribisha ili tuweze kujifunza vitu vya msingi katika idara hizi. Kimsingi kanisa linaandaa vijana kwa ajili ya kuwa kanisa la sasa na baadaye. Yaani hawa adventure na wavumbuzi, mabalozi unaowaona, kanisa limewaandalia utaratibu wa kuwaandaa kuja kuwa kanisa la sasa na baadaye. Yaani baada ya miaka 30, wewe piga hesabu miaka yako ulionayo, jumlisha 30, uone utakuwa wapi na huyu mvumbuzi atakuwa wapi. Na maana baada ya miaka kadhaa mbele, mvumbuzi atakuwa amesimama hapa kama mzee wa kanisa, kama mchungaji, kama kiongozi wa kanisa. Sasa asipoandaliwa vyema, tuna kanisa? Watu wa Mungu, tuna kanisa? Kwa hiyo ni muhimu sana, na nitawasihi sana viongozi wa kanisa, mzee wa kanisa, kuliangalia, maana huku ndipo tunapojenga tabia, tunapoandaa kanisa. Kama hawa leo wakiachwa peke yao, mtakuja ya miaka 20 ijayo, Bwana ndiye anaye. Kwa hiyo wazazi, pamoja na kuwa na kundi kubwa, mnao wajibu wa kuhakikisha watoto wanapata malezi bora ya kiroho. Kwa hiyo vyama hivi ndani ya falsafa yake tunao wito wa utume.
katika idara ya huduma za vijana, vijana hawa wanao wito wa utume ambao tumesoma katika Mathayo 28:18 na ule mstari wa 20. Mathayo 18 inasema 28:18, Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Vijana hawa wanao wito, wavumbuzi wanao wito wa utume, watafuta njia wanao wito wa utume, mabarozi wanao wito wa utume, vijana wakubwa wanao wito wa utume. Kama ulivyo, sote tunaibeba, tunapaswa kuenenda. Tumeambiwa twende tukaweze kufanya nini? Tukawafanye wengine kuwa wanafunzi, wakabatizwe. Kwa hiyo kanisa limeleta katika idara hizi, lengo kubwa ni utume. Kuna watu wanaweza kuwa wanafikiri ni vyama tu, wanakuwepo, unakuwa unavaa sare, unamaliza, unahama, unamaliza, unaenda. Leo niwaambie, vijana hawa wamebeba utume. Kwa hiyo tusiwaangalie kama wavumbuzi, tuwaangalie kama watu waliobeba utume. Na tunafanya nini kuwaandaa hawa vijana wadogo kuweza kubeba jambo hili kubwa la kupeleka neno la Mungu na kuwaandaa watu kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Roho ya unabii inasema katika General Conference Daily Bulletin ya Januari 29-30 ya mwaka 1893, tuna jeshi la vijana leo ambao wanaweza kufanya makubwa wakielekezwa vizuri na kutiwa moyo. Tarudia, tuna jeshi la vijana leo ambao wanaweza kufanya makubwa wakielekezwa vizuri. Mkiangalia hivi, nimeambia wale miaka 36, ukiangalia wote waliokuwa wamebaki wamekaa ni 80%. Hilo ni jeshi, sio jeshi? Ni jeshi kubwa, lakini jeshi hili linapaswa kuelekezwa vizuri. Ni nani ambaye anatokeza kuwaelekeza vizuri? Ndio hawa viongozi wa Master Guide, SYL, viongozi wa kanisa kwa pamoja wakishirikiana wanaweza kuandaa vijana hawa kama jeshi. Kwa hiyo tutambue tunalo jeshi la vijana ambao wanaweza kufanya makubwa wakielekezwa vizuri na kutiwa moyo. Ndugu zangu, vijana wanahitaji kutiwa moyo. Usikae na kusema tu wale vijana wameliacha kanisa. Wanahitaji kutiwa moyo. Viongozi wa hawa vijana wanahitaji kutiwa moyo. Tunapaswa kuwatia moyo.
na tunataka wabarikiwe kwa kuwasaidia vijana. Kwa hiyo uzinduzi wa vyama unatengeneza jeshi linalobeba injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo katika siku hii ya leo ndipo tunatengeneza hilo jeshi litakalobeba injili ya nani? Tunatengeneza jeshi litakalobeba injili ya Yesu Kristo. Tunapofanya huduma za vijana, tunawaandaa vijana kuingia kazini. Hawaendi tu, sio sale, lakini wanaandaliwa kwa ajili ya kuingia kazini. Tunawaandaa kwa ajili ya kuingia kazini, waingie waweze kwenda kufundisha watu. Huku ndipo tunaandaa wainjilisti, huku ndipo tunaandaa viongozi. Kwa hiyo ajenda kuu ni kuandaa vijana kwa ajili ya marejeo ya Yesu mara ya pili. Kwa hiyo mambo haya yanafahamika katika idara hizi, ndipo tunaandaa hao watu. Kwa hiyo wazazi, tusione kijana kuwepo ndani ya idara anapoteza muda. Tuone umuhimu wa vijana wetu kuwepo ndani ya idara. Kama kweli mzazi, lengo lako ni kumwandaa mtoto wako kwa ajili ya marejeo ya Kristo, mwache aingie katika idara za huduma za vijana. Kusudi la idara za huduma za vijana ni ujumbe wa marejeo kwa ulimwengu wote katika kizazi changu. Huo tunasema ujumbe wa marejeo kwa ulimwengu wote katika kizazi changu. Ina maana kila mtoto, kila kijana na wote katika idara tunabeba kusudi hilo, kuandaa ulimwengu kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Kwa wavumbuzi, wanabeba ujumbe wa marejeo wa ulimwengu katika vijana walio katika umri wao kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Yaani wavumbuzi anatakiwa kuwa kielelezo kwa wale vijana wote katika umri wake. Yeye anawajibika kuwa kielelezo na kuandaa ulimwengu katika vijana wote walio na miaka 4 mpaka 9 kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili. Watafuta njia vivyo hivyo, anaye anabeba ujumbe wa marejeo ya Kristo kwa mara ya pili katika wale wote walioko ndani ya umri wake. Mabalozi vivyo hivyo wanabeba ujumbe wa marejeo ya Kristo kwa mara ya pili katika umri, kwa vijana wote walio na umri wa mabalozi. Vijana wakubwa vivyo hivyo wanabeba ujumbe wa marejeo ya Kristo mara ya pili katika vijana walio katika umri wao. Na ndio maana viongozi wa vijana katika makundi yao ni wajumbe wa kanisa. Hawa wote ni wajumbe wa kanisa, kwa sababu ndipo nguvu kazi ilipo ya kanisa. Kanisa ambalo halitambui idara ya vijana limekufa, kwa sababu litakaa kwa muda mchache baada ya hawa watu kuishiwa nguvu, na lenyewe limefanya nini? Limeisha. Kwa hiyo usimuone mtoto wako kama mvumbuzi, lakini tizama, ukimtizama ona kama mtu aliyebeba ujumbe wa Kristo. Usimuone mtafuta njia kama mtafuta njia, lakini kanisa limuone mtafuta njia kama mtu aliyebeba ujumbe wa marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Kwa hiyo kama kanisa mnaweza kujitafakari. Je,
tumeandaa vijana kwa ajili ya marejeo ya Kristo mara ya pili? Ninaleta swali la changamoto kwa kanisa. Je, tumewaandaa vijana kwa ajili ya marejeo? Tumewaandaa wa vijana kubeba ujumbe wa Kristo? Leo katika uzinduzi huu wa vyama ni swali kwa kanisa, tumewaandaa? Tumeweka mazingira? Roho ile ya unabii inasema kama wataandaliwa vizuri. Nani anao wajibu wa kuandaa vijana hawa vizuri? Kanisa, viongozi, tunao wajibu wa kuweka mazingira mazuri, tuwaandae vijana kubeba ujumbe wa marejeo. Tunalo jeshi kubwa la vijana. Kanisa hili pia limebarikiwa kuwa na jeshi kubwa sana la vijana, kama wataandaliwa vizuri. Je, tunawaandaa vizuri kwa kuwa na viongozi wawili? Hawa wanazo mahitaji ya mvumbuzi miaka minne ni tofauti na mitano. Hata ukuaji wake wa akili ni tofauti na mambo wanayofundishwa ni tofauti. Hivyo kanisa, ili tuweze kuandaa vyema, ni lazima kuwa na walimu wengi. Kwa hiyo niwatie moyo kwamba leo katika uzinduzi huu wa vyama tupate walimu wengi, na mwalimu yoyote lazima tambua kazi hii angelipenda aifanye Kristo, kuandaa vijana, kuwafundisha hawa na kuwaelekeza. Lakini tumepewa nafasi hiyo kwa sababu inapaswa tujue kwamba kuwafundisha watoto hawa ni kazi ya thamani sana, ambayo Yesu mwenyewe angelitamani kuwafundisha. Ufunuo wa Yohana 7:1 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi, wakizizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi, wala juu ya bahari, wala juu ya mti wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu wa juu ya vipaji vya nyuso zao. Ninapenda sana hii aya. Inasema malaika huyu mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji. Msidhuru nchi. Wakati malaika anapiga kelele msidhuru nchi, vijana wamebeba utume, wakienda huku na huko wakihubiri Injili. Malaika wanasema subiri mpaka pale watu wa Mungu watakapotiwa muhuri. Tunao ujumbe wa malaika, tunao ujumbe, tunao wito, tumebeba utume. Vijana tumebeba utume.
tunapotafakari tunapokuwa tunaweka mipango yetu, hebu tuangalie miaka 10 mbele, 20, kanisa letu litakuwa wapi? Tukirudi miaka 30 au 20 nyuma, mtakuja ilikuwaje? Kuna mtu mmoja, yeye ndio aliposimama, kulikuwa na mikutano, akasimama mzee mmoja, alikuwa na miaka kasoro, akasimama akaangalia, akalia machozi. Baada ya kuulizwa akasema, hatukuwa hivi, kipindi chetu hatukuwa hivi. Zamani ulikuwa ukimuona Mwadventista Msabato, sio siku ya Sabato, ukiona mtu amebeba Biblia, moja kwa moja unasema yule atakuwa Mwadventista Msabato. Na walichokuwa wanafanya, ukimuona unajua tayari huyu ni ndugu yako. Watatembea kilomita kadhaa huko mpaka atakapoona kweli, hapa ndipo anapoishi ndugu yangu. Hawakuwa wengi kiasi hiki. Kazi ya Mungu inazidi kusonga mbele. Kwa hiyo alipotizama, akaangalia umati mkubwa, maelfu, akalia, hatukuwa hivi. Leo hii mmejenga kanisa lenu vizuri, mmeongeza. Zamani katika kanisa hili mliona linafanya nini? Linatosha. Lakini hatukuwa hivi. Ndivyo itakavyokuwa miaka 20 ijayo. Kanisa hilo tunalojenga nyuma halitatosha, na njozi hiyo haitatimia kama hatutaandaa kundi hili, haitatimia kama jeshi hili la vijana halitaingia kazini. Lazima tuone umuhimu wa vijana wetu kuingia kazini. Tunao wajibu wa kila mmoja kwenda kuihubiri Injili ya Yesu Kristo. Vijana hao wanaandaliwa kiroho, wanaandaliwa kijamii. Katika idara hii ndipo utakuta mambo mengi wanafundishwa. Mfano, wavumbuzi watafuta njia, wanasoma nishani. Na sasa hivi tumesema nishani zinazofundishwa zifundishwe nishani zenye tija katika maisha yao. Kama wanajifunza ushonaji, wajifunze zile nishani za buibui, hapana, zitasubiri kwanza. Wajifunze ujenzi, lazima hivi vitu vipo. Upishi wa keki ni mambo ambayo yako ndani ya mitaala. Vijana wafanye nini? Wafundishwe. Kwa hiyo sio tu kuwaandaa kiroho, tunawaandaa na katika mambo yao mengine. Kanisa la Mtakuja mmepewa vijana wengi, hivyo mtadaiwa vingi. Mnao wajibu mkubwa wa kuandaa hapo, na mipango yote mnatakiwa mfanye ni namna gani hawa watoto wanapata walimu. Kwa hiyo nitoe wito kwa wale ambao wanasema Mungu anisaidie, ninahitaji kuwa sehemu ya kuandaa vijana hawa kuwa kanisa bora baadaye. Tunahitaji walimu. Ndugu yangu hapa hataweza, hao waliochaguliwa watatu hawawezi peke yao.
Vijana hawa wanatakiwa wafundishwe. Kwa hiyo leo tunahitaji master guide, tunahitaji SYL wengi. Wamama ndio wanajua shughuli ya watoto wakiwepo nyumbani. Yuko huku mara umesikia huku yani sasa hawezi kuwa na mwalimu mmoja. Niombe wanaotaka watakao jiunga kwa ajili ya kufundisha hawa wavumbuzi na watafuta njia, yani master guide, wasimame. Watakao wafundisha wavumbuzi na watafuta njia, tusimame. Yaani jukumu hili wengine hapa tunabidi tugawane. Wengine wataenda, hakuna mtu atakuja kukufundishia watoto, utakuja. Walimu wanapaswa kutoka hapa, vijana wenu watafundishwa na nyinyi. Leo hii yani tena inatakiwa uwe ndo mpango wa kanisa, vijana wetu tuwafundishe, hawa wafundishe. Mkinitegemea mimi, ninao vijana katika kanisa langu, nami ninawajibika kuwaandaa. Mtakuja mnawajibika kuwaandaa watoto wenu. Kwa hiyo niombe watu zaidi ya hawa, yaani wasiopungua 6 watakaofundisha. Mko wangapi? 3. Kwa hiyo waongezeke mtu mwingine ambaye atasoma master guide, na kanisa lihakikishe hawa watu wanahitimu, wafundishe hawa vijana. Kwa hiyo aongezeke mtu mmoja ambaye ataungana na waliopo kwa ajili ya kufundisha, kwa ajili ya kuwafundisha hawa watafuta njia pamoja na wavumbuzi. Baada ya hapo, niombe wale watakaofundisha mabalozi. Mabalozi ni umri, watu mnasema umri wa vijana waliochanganyikiwa. Sio kwamba wamechanganyikiwa, wanahitaji nini? Wanahitaji mtu wa kuwaelekeza. Sasa huwezi ukaenda wewe huko yani usipokuwa na elimu hii tulio nayo, utamwona tu kachanganyikiwa, kwa sababu mnaishi ulimwengu mbili tofauti. Ndipo hapo vijana wanasema kanisa limetuacha, na kanisa linasema vijana wameliacha kanisa. Tunahitaji watu ambao watawachukua hawa wawalete pamoja, ili vijana wasione wameliacha kanisa na kanisa lisione. Mtu mwingine ambaye atasoma SYL. SYL ni wale ambao wanavaa suti. Jua mabalozi ni watu wanaovaa suti, kwa hiyo na walimu wao wanavaa suti. Bwana, balozi ni elimu tofauti kabisa. Balozi ndio maana hatuna mkurugenzi wa mabalozi, tuna kiongozi wa mabalozi. Kwa hiyo wana elimu yao tofauti. Mzee Mwakifuna, naona kanisa hapo limeamua wajiendee. Yaani hicho mnayofa kwamba wapo tu watakuwa, basi atekee baki ya baki. Watu wenye vigezo vya kuwa kusoma kiongozi ya kozi mwandamizi, uwe ni Mwadventista msabato uliyebatizwa.
Sasa humu nadhani wengi aidha hayo mambo mawili inawezekana hayapo, lakini nilitegemea wengi tujifunze. Kama mzazi usione miaka 35 tunasema hiyo ni wewe unavyo vigezo vya kuwa mwalimu. Hawa vijana wanahitaji kuelekezwa, sawa, wanahitaji kuelekezwa. Basi wale wote ambao tumejitoa tuje hapa, tutamuomba mzee wa kanisa atakuja pia. Tumuombe sana Mungu atuongoze. Tunakabidhiwa kazi ya thamani sana, kazi ya thamani sana, kazi ya kuandaa vijana kuwa vijana bora. Kesho na kesho kutwa hawa watoto na vijana watakavyokuwa waseme, kwa kweli bila mtu fulani mimi nisingekuwepo hapa. Na wengine wale ambao unahitaji kujifunza zaidi, mchana tutakuwa na wasaa mzuri. Unajua mtu anaweza akawa nafikiri hivi zikoje vigezo, labda kama una mpango wa kwenda mbinguni. Lakini kama mtu una mpango wa kwenda mbinguni, unaweza. Ningetamani sana mwaka utakaofuata, induction ya mwaka unaofuata, kanisa lote liwe kwenye sala. Kanisa lote liwe kwenye sala, kwa sababu ndio utume mlioitiwa. Kama unafikiri umekuja kanisani uje ukae urudi nyumbani, uje ukae urudi nyumbani, wakati neno linasema ukawafanye watu kuwa wanafunzi. Wewe umefanywa kuwa mwanafunzi, hutaki kufanya wengine kuwa wanafunzi. Mungu na akusaidie. Naomba mzee wa kanisa ataombea kundi hili, ataombea vijana, walimu, wazazi na kwa namna ya pekee waliojitoa kwa ajili ya kujifunza kozi hizi kwa ajili ya kuwa walimu. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji, mahali popote ulipo, bila shaka umeendelea kubarikiwa kwa mfululizo wa ibada yetu ya siku leo, ibada ambayo imekuwa ni baraka mkubwa kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mtakuja, ibada ambayo imesimamiwa na idara ya vijana, ikiwa leo ni siku maalum kabisa kwa ajili ya idara ya vijana, ikiwa ni uzinduzi wa vyama katika idara ya vijana katika kanisa la Waadventista wa Sabato. Imesimamiwa pia ikiongozwa na kiongozi wa vijana katika kanda ya Mbeya, Dr. Kazi, ambaye yeye ameendelea kutukumbusha somo zuri na kuwaasa washiriki wote na vijana kuendelea kufanya utume, kwa sababu ndio kazi yetu kubwa ambayo tumeitiwa, kuwafanya watu wengine waweze kumfuata Kristo. Kumbuka ibada hii inaendelea kuruka moja kwa moja kutokea hapa katika kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini inarushwa na chaneli yako pendwa kabisa ya Jerome TV, chaneli ambayo inaendelea kuwa mbaraka mkubwa. Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji, basi endelea kufuatilia. Unaweza ukaingia YouTube na ukaandika Jerome TV na ukapata mfululizo wa vipindi vyetu kwa uzuri kabisa. Usisahau kusubscribe, kulike na comment pia maoni yako mbalimbali kwa ajili ya kile. Mungu akubariki. Kwa wote waliofanikisha tukio hili, mimi ni Samson Mnyaga na hapa ni Mtakuja SDA na hii ni Jerome.